ODM Edwin Sifuna kugwaterana na barai ao nigo bara umusangirikano munene ime ya Kitengela county ya Kajiado okwana kurase kanisa ya ACK St Peters Okeju nigo aliaira yogo chamo na kwirubiria busibwo bochorio bonene nigo Sifuna agokera okubwatesigwa kwa bananchi na kulira yogo tenena na barabo. Mimi ndio nyinyi na nyinyi ni kina nani? Basi kwa maombi yenu nasimama hapa leo tarehe 15 mwezi wa pili mwaka 2026 nikiwa bado katibu mkuu wa chama cha ODM, seneta wa Nairobi na naibu kiranja wa walio wachache kwenye bunge la Senate. Sisi vile tumehubiriwa hapa leo tunapitia mengi, lakini nataka nikuhakikishie Reverend kwamba yale mahubiri ambayo umetupa hapa imetuongezea nguvu ya kwamba hata iwapo tutaandamwa, hata iwapo tutachorewa, hata iwapo tutapangiwa, Bwana ndiye mchungaji wetu na hatutaogopa kitu chochote. Tutaendelea kuongea ukweli ili tuweze kulinda wananchi wetu kutokana na dhulma ya Kasongo, kutokana na ufisadi ambao umekithiri Kenya hii, kutokana na mauaji, kutokana na abductions za vile vijana wetu kama hawa kina Bob Njagi. Wamepitia mengi sana hawa vijana, na ni jukumu letu. Baba Raila Amolo Odinga alikuwa anatuambia ukiwa kiongozi huwezi kujiongoza wewe mwenyewe, lazima uongoze watu. Unapochukua hata hatua moja, geuka nyuma uone kama bado wananchi wako na wewe, na sisi tutashikilia hapo. Nataka niwashukuru wa Kenya wote kwa sababu mmejigeuza. Nyinyi ndio mimi munanipa comfort ya kwamba hata wakimaliza Sifuna huyu, Sifuna wengi zaidi ya milioni 15 wengine wataendelea na hii shughuli ya kulinda wananchi. Sasa mimi nimefurahi kuja hapa Kisaju. Nataka niwape story fupi sana kuonyesha jinsi ambavyo uchumi ya nchi imekuwa mbaya. Mimi nikianza kazi ya uwakili, hizi maploti za Kisaju hapa watu walikuwa wanaweza kuja kununua, ndio ilikuwa inatupea kazi ya uwakili. Saa hii ukiwa wakili mdogo unajaribu kufungua ofisi, zile pesa ambazo machama ya kina mama walikuanga nayo kukuja kununua maploti hapa, siku hizi hakuna mtu ana uwezo wa kufanya yale mambo ambayo tulikuwa tunafanya. So unakuta mawakili ambao ni wachanga sana, wanakuta hawawezi kujisaidia, uchumi umesimama, watoto wetu hawako shule, mambo inaenda vibaya kila mahali, hata katika sekta ya afya. Lakini wanasema tunyamaze, ama tukiongea watutoe katika nyadhifa zetu. Mimi nataka niwahakikishie wananchi, kuna sababu ambayo tumesema tulinde wananchi. Niwaambie hiyo sababu. Hivi vyeo yote inapeanwa na wananchi. Mimi nitawalinda leo.